Inawezekana kwenye mitandao kuna wenye nguvu, si wengine hatuna nguvu kwenye mitandao. Ila hatuachi kusema. Hata wakisikia 3, 4 wanaweza wakalibeba na wakafundisha wengine. Mimi nawashauri ndugu zangu mnaoandamana au mnaodanganywa ili muandamane. Ndani ya ushauri nitaka niulize, kwani shida yenu sana ni nini? Kwa sababu tusijiweke hatunazo kumbe tunazo. Ni heri tujiweke tunazo kumbe hamnazo. Niulize tu kidogo ili nione mwenye uchungu nani. Tundu Lissu yuko ndani, yuko mabusu. Familia yake iko Marekani. Wewe unayetoka labda Moshi, Arusha kwenda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Wewe na familia ya Tundu Lissu, nani mwenye uchungu na Tundu Lissu? Wewe mwenye hali ya chini kama mimi, unataka nini? Juzi umedanganywa. Na bado nilikaa nikasema jamani huyu anawalubuni, lakini mkaamini. Amesema hivi, tusijali askari wako nyuma yetu. Leo yupo mpumbavu anawalaumu askari. Niseme hivi, huyu aliyekulubuni wewe ukakae barabarani ukawe mwizi, sababu sijaona maandamano ila nimeshuhudia wezi, waharibifu. Ndio maana nauliza mnataka nini? Ametokea binti mwenye kinywa kibovu, kichafu, ibilisi, shetani. Akasema polisi, askari yuko nyuma yenu, wala msijali. Tumezika watu wengi sana kwa sababu alidanganya. Kwani bado hamgundui kama huyu mtu amewadanganya? Hapa nani adui wa Tanzania? Hebu naombeni mnijibu. Nani adui? Huyu amesema nenda, polisi ni msaada wako. Alafu umeenda, polisi akawa adui yako. Nani mbaya? Aliyekudanganya au polisi? Kwa sababu kazi ya polisi ni kutulinda sisi na mali zetu. Na nimeshuhudia vibaka wanaharibu mali zetu, wanawaibia watu, polisi akaingilia kati. Ikiwa kazi yake ni kumlinda raia na mali zake. Nimeshuhudia vibaka wanachoma masheli, wanachoma magari, polisi akashuti. Na humu mtaani huwa tunaongea, unajua polisi tulionao hawajuagi hata kulenga. Wamelenga. Vipi leo tunawaona wabaya? Tunawaona adui. Ina maana hatujui adui ni nani? Aliyekulubuni au adui huyu amefanya kweli? Wa Tanzania tunahitaji nini? Wachache hawa watukoseshe tukose mafuta, wachache hawa watukoseshe tusiingie sokoni, alafu wapumbavu wanawadanganya hakuna hata umoja aliyejenga hata choo. Na mambulula wapumbavu wanakaa kusema kwa sababu hawako kwenye dola, wanaishije ikiwa familia zao zinasoma Marekani, zinasoma nje? Naombeni mnielewe wa Tanzania, mimi siongelee kielimu. Mimi naongea kwa vitu vinavyoonekana. Mtu amedanganya, kaandamaneni, polisi ndo atakusaidia. Tena wanawachukua polisi waliofukuzwa kazi, wenye adabu mbovu, wenye maadili mabovu, wakafukuzwa kazi. Alafu ndo hao wakiwaweka pale wanakulubuni wewe kwa akili zako mbovu. Unajua kama serikali imeongea. Vipi leo unailaumu serikali? Alafu wewe unailaumu serikali, we mwenye hali ya chini usiyejua kama hao wanaokutuma wanataka nguvu tu, uwape nguvu waendelee kula. Wewe unailaumu serikali. Ngoje tujulishane hapa, mnielewe vizuri. Najua mtakasirika na mkasirike tu. Wewe unayekaa kuilaumu serikali kwa kuwasikia wapumbavu wachache wanaonyang'anywa tonge, alafu wanageuka kutulubuni sisi. Hebu fuatilia ujue kama alishawahi kuchukua hata hela akaenda kajenga sehemu hata shule tu moja. Shule tu yenye vyumba 5. Shule tu. Yaani shule yenye vyumba 5. Alafu uje hapa unionyeshe hilo jengo. Wewe huyu anayekulubuni huyu hata tumpe hakuna chochote. Kwanza nawaona wapumbavu tu, wajinga, kwa sababu kama wana akili hawawezi wakashawishi watu mkafanye mlichokifanya. Mimi nawaombea wale ambao wamepata matatizo, hawakuwa na dhamira mbovu, hawakuwa na dhamira yoyote ya kuungana na nyinyi, lakini wakaangukia matatizo. Na ndio maana halisi ya vita havina macho. Nyinyi mnaowalaumu eti mnalaumu tu jeshi. Tena mimi naishauri serikali, kuna kipande wamekosea. Mnielewe vizuri. Mimi kwenye hili nailaumu serikali, kuna kipande wamekosea. Wamekosea vipi? Safari hii polisi wamefanya kazi, wametendea haki mishahara yao. Kuwapiga wale wauni wale wezi na wale waliopata bahati mbaya hawakuwa na mahusiano kabisa na hawa wezi, hawa majangili hawa.
mimi nawaombea mbele za Mwenyezi Mungu roho zao zilale mahali pema peponi kama walifariki, na kama wamejeruhiwa wapone, waje kulijenga taifa. Ila nailaumu serikali kwa kipande hiki. Polisi, haya mabomu ya machozi haya, serikali imekosea. Kuna tumatunda fulani hivi, twa mduala hivi, tunakuwa na kakitu kaduala hivi, unakangoa kale, unakarusha. Polisi wapewe hivi vitu hivi. Ili tuelewane vizuri. Yaani polisi, serikali ingeangalia kwa jicho la upana. Polisi wasipewe haya mabomu. Nimemshuhudia mtu polisi wanarusha lile bomu la machozi hilo, jamaa kadaka hapa kalirudisha. Hata mimi nisingekuacha. Hii serikali inaishauri polisi hawa wapewe tule tumatunda tu. Unachomoa kakoki unawakarusha hivi. Tena kale mimi nakangata hivi. Ngaje, alafu kanabaki katunda kale unakarusha hivi. Mkono unaenda huku, kiuno kinaenda huku, filigisi inaenda huku. Ndivyo vyombo wapewe polisi kwa kazi ngumu wanaoifanya. Yaani mimi nasema kabisa serikali kuna kipengele mnakosea. Wamekufa raia wengi sana kwa kuwasikiliza hawa watu hawa. Vipi tunatafuta kesi ya Tundu Lissu ikiwa mimi mwenyewe nimesikia klipu anasema safari hii tunaenda kukiwasha, na kakiwasha wamekufa wasio na hatia, alafu bado mnatafuta sababu? Huyu wa kazi gani, wa nini? Serikali, mimi nawashaurini, tunaumia ni sisi. Hao watu wanaotafuta wajinga wapumbavu wasiokuwa na akili, wasiokuwa na IQ ya kufikiri, ndio wanawatumia kufanya vitendo vya kiovu. Tunatafuta sababu vipi? Watu wanatukana matusi ya nguoni, wanatutukania mama zetu, wanatutukania baba zetu, wanatutukania ndugu zetu. Alafu anatokea mjinga mmoja anasema hao watu wanafanya sahihi. Nyema mbulula. Mnataka serikali ifanye nini? Ifanye nini? Serikali kuletea ugali kwako. Polepole amekuwa mkuu wa wilaya, amekuwa nani, amekuwa mbunge, amekuwa nini, msemaji CCM. Kitu gani kaleta? Kitu gani katusaidia? Kitu gani kafanya? Kajenga hata hospitali. Leo anakuja kurubuni watu. Nilijua kifo cha mtu fulani, atulie sahau miaka 5 huko nyuma. Hapo wapumbavu wanamsikiliza. Nakutana naye hapa mtaani, tunagawana majengo. Tunaoathirika ni sisi wa hali ya chini. Afu wenyewe wanataka madaraka, wakae huko juu waendelee kula. Hela zao wanakula peke yao. Walioumia kuna hata moja akasema ngoja tumtembelee huyu kapata. Hata hawakujui. Mpumbavu mmoja wewe. Nyie mnaurubuniwa tuna wanasiasa wenye tamaa. Kuna mikoa, nimetembelea mikoa, watu hawana uelewa kabisa, yani mbumbumbu. Badala tupigane hiyo mikoa iendelee, watu waelewe. Watanzania tufike sehemu. Huyu Mange Kimambi ni nani huyu anayekushauri? Na yawezekana uraia alishakataa Tanzania, yuko huko. Anakuja na kurubuni. Unaona kinywa chenyewe kilivyoathirika. Yaani anajionyesha kabisa huyu ni mtu wa shetani, ibilisi. Asiye na bleki, yani kinywa, yani mdomo unaongea kama nyuma. Yani mdomo amebaki unatoa maneno, hauna utofauti na nyuma. Alafu wewe una akili zako, unamsikia huyu mtu, anakupotosha huyu mtu. Unaulisha watu wasiokuwa na hatia. Mimi nafikiri polisi, sisi tumeanza kusikia wanataka tena kuandaa tena, wanasema na hii ndio itanani. Polisi wapewe tule tumatunda tu. Tuwe tuwakurusha hivi, mkono unaenda hivi, kidole huku, mguu huku. Hivi yani, na si wengine tutasaidia. Kama moja akajitela yani, namkuta nafundisha watoto, eti sijui amekula za chembe bwa. Kwa tupike sehemu. Wewe unaandamana, shida yako nini? Yani bado hujatambua kama huyo anayekushawishi anataka tu umpe nguvu ili akae pale aendelee kukutumia. Si ajabu wewe anayekurubuni eti kodi za wananchi, mpumbavu mkubwa. Huyo mtu ulishampata elimu ya kulipia hii kodi. Akiingia dukani huyu tuanze kufuatiliana hapa, tutakuta nimekaa na kundi moja, nikamwambia mwenye risiti hata huyu hajapatikana hata umoja. Nyie vipi nyie? Tukose amani, watu wafe njaa kwa sababu yenu. Mnataka kitu gani? Kipi? Nyerere kaongoza miaka mingapi? 27. Wajinga nyinyi. Katoka Nyerere kaja Mwinyi, katoka Mwinyi kaja Mkapa, katoka Mkapa kaja Kikwete. Kipi umefanya wewe? Kipi umefanya mpaka unachokitaka kwa huyu mama? Kipi umekifanya wewe ambacho umekikosa unataka ukipate kwa huyu mama? Wapumbavu wakubwa nyinyi. Tufike sehemu tupeane kweli.
tujue. We mtu ameongea kabisa, tunasikia clip hii, safari hii anahamasisha watu, bado tunazunguka. Mnamzungusha wa nini? Watu wamekufa, roho ngapi zimepotea zisizo na hatia. Yeye amekuwa nani? Yeye ameshasema watakotaka watufate, wasiotaka ameshatangaza na kimetokea. Tufike sehemu hata serikali yenyewe hizo huruma zingine hizi mziondoe. Na safari polisi sio mabomu ya machozi. Nimepata katetesi wapewe tule tu viazi. Kakirushwa hapo huyu kanarushwa. Sababu wenye kutambua watakaa majumbani. Yaani mrudie tena wenye kujitambua watakaa nyumbani. Wamekufa watu wasio na hatia kwa sababu ya wajinga, sio watatu, sio wanne. Watu wamepata ulemavu wasio na hatia. Ina maana hao upinzani wakija wenyewe hawatakuwa na sheria. Watu uane tu. Pumbavu zenu, watu uane, kusiwe na sheria. Sasa polisi kazi yake ni nini? Na safari hii katumia mshahara wake vizuri sasa. Anayemlaumu polisi hajitambui, hajielewi. Vita haina macho. Mtu anabeba kiatu, anamwacha mtoto. Hiyo vita hii. Kwa polisi akaya nauliza, na wewe ni nani? Wakati anajua yeye mwenyewe anatafutwa. Hapo mjinga umoja ona jiwe, yeye ana bunduki. Alafu akupige uje utoe lawama. Acheni kuwasikiliza mashetani nyinyi. Acheni kutukosesha amani. Ndio maana nikasema huyo Nyerere miaka 27, amekuja Mwinyi miaka 10, amekuja Kikwete Mkapa miaka 10, amekuja Kikwete miaka 10. Hao wote unachokitaka kwa huyu hii sita hii ndio unachokitaka. Kuna kitu nakitaka ulikikosa kwa hao. Acheni hizo, acheni kurubuni watu nyinyi. Na hivi mlijua huyu ni mama, sasa mtaumudu, mtaweza. Wewe mtu anachoma sheli ili wewe ukose mafuta. Mtu anachoma soko, mtu anachoma shule. Hapo uniambie eti polisi aliyeanza nani? Au mwenye makosa ni yule anayemaliziaga? Polisi wapewe viazi. Tufike sehemu tuwe na utambuzi. Kama una juhudi ya kutafuta, mjinga wewe, usifikiri serikali itakuletea wewe ugali nyumbani kwako. Usifikiri atakuja yoyote unayemtaka wewe akuletee ugali nyumbani kwako. Mjinga umoja wewe. Tumepoteza ndugu kwa sababu ya kuwasikiliza wajinga ambao hawapo hata kwenye nchi yetu. Kuwasikiliza wajinga walionyimwa keki, wakakulubuni wewe, wakakasirika, wakatengeneza kukulubuni wewe. Wanaotafuta kula, unatoka unaenda kuanza kuchoma vitu vya maendeleo. Hapo mimi nikuone wewe una akili. Wewe punguani. Maandamano mmehamasisha maandamano. Mbona tujaona mabango nyinyi mbwa nyinyi? Ujitambue kabisa wewe unayewasikiliza hao kuandamana. Wanakuhitaji wewe ukafe hapo hao washangilie kama wanaposhangilia sasa hivi. Wanasema mfano kama Mange Kimambi huyo, Mange mjinga asika walubuni huko aliko anashangilia tu. Anakula bata. Anasema kumbe nimepata wajinga wengi tu. Huyo Lissu anayekudanganya wewe. Kuna siku kaitwa Ikulu kakubeba wewe. Kuna siku kaitwa Ikulu kakubeba. Anayekulubuni huyo mpumbavu mmoja huyo. Mtu hajawahi kukujengea hata choo. Na bado anakudanganya eti kwa sababu siko kwenye dola. Sangekuwa alishakufa. Anaishije? Watoto wake wanasoma nje huko. Kwa kutumia benki zake ziko nje huko. Wengine hela yetu, yani kula kwetu mpaka utoke. Hapo na wasikiliza watu ambao alafu msichokijua sasa. Hao wanaowatumeni walikuwa wameshaandaa polisi feki sasa kwa taarifa yenu. Ila talikuja nilisemee siku nyingine, nisiliseme sasa hivi. Walikuwa wameandaa polisi feki ndo waje wawazulu sana nyinyi. Lengo si kusichafulia serikali. Ndo mjue kabisa sasa, nawaambieni kweli. Ila nakuja nilisemee. Ngoja niliweke vizuri, nilikamilishe. Tena mimi nimevizia mpaka nina clipu, nitaileta. Hawa wanatoka wapi hawa wanaochoma hao? Watu wanasafirishwa kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine kwa sababu wanajua sehemu fulani watu hawatafanya hivyo. Wanawasafirisha kwenda kuchoma miundombinu ya serikali. Wapumbavu hao. Wao wakichukua madaraka wataleta miundombinu itakayo hewani, tuwe tunatembea hewani. Kama si upumbavu. Wona lalamika hakuna maendeleo. Alafu unaharibu vitu hivyo vidogo vya maendeleo. Wewe simbulula wewe. Yaani wewe mjinga na kutuma mwenyewe mjinga. Na ndio maana nikasema safari kama kweli mnachokiongea kikafanyika, serikali iangalie polisi wawe na viazi. Wapewe viazi.